Usaliti wa yule mtu ambaye umemwamini, dhani kwamba hataweza kukusaliti kwenye maisha, unauma na ni ngumu sana kuusahau. Beatrice akiwa msichana mdogo alikuwa ni mjamzito. Mama yake akampeleka kwa nabii fulani ili aweze kupata ushauri, kwa kuwa anataka watoe ule ujauzito. Alipofika, mchungaji akamwambia kwamba hawatakiwi kuutoa ule ujauzito, na Beatrice anatakiwa asitoe ujauzito wowote atakayepata kwenye maisha yake. Beatrice na mama yake hawakupenda, ila ikambidi wasikilize maneno ya yule nabii na kulea ile mimba. Baada ya miaka 28, Beatrice yupo na binti yake Thelma, wakichagua magauni ya harusi. Thelma akamwambia mama yake, toka nitake kuolewa na Coyote, sija kusikia ukizungumza chochote kumuhusu yeye. Akasema, unataka niseme nini? Akasema, ujiongea chochote kumuhusu ya Coyote kwamba unamuonaje. Akasema, sikia, Coyote mimi simfahamu vizuri, ila namuona ni mtu ambaye ana ambition kubwa sana. Ni mtu ambaye ana matamanio. Sasa sijajua wewe umemuonaje. Akasema, sasa naomba umwalike kwa ajili ya chakula ili niweze kumjua zaidi. Thelma akasema sawa. Alipofika akamwambia Coyote kwamba mama yake anahitaji wakutane kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Coyote akasema, nitafanya chochote kwa ajili yako. Siku ya chakula ilipofika, Beatrice alimfanyia surprise Thelma kwa kwenda na rafiki yake wa utotoni ambaye anaitwa Chidi. Coyote na Thelma walipofika pale, Thelma alifurahi sana kumuona Chidi. Akamwambia, Chidi, ni miaka 15 imepita toka mimi na wewe tumeonana. Vipi maisha yanaendaje? Akamwambia sawa. Coyote muda wote akawa anamwangalia Thelma jinsi anavyoongea na Chidi, akiwa anafurahi. Yaani amekuwa na tofauti kama anavyokuwa na yeye. Coyote ikambidi amuulize Chidi anafanya biashara gani. Chidi akasema anauza magari used. Akamwambia, mimi ni engineer. Sawa. Basi wakazungumza mengi na chakula kikawa kimeenda vizuri. Walipofika njiani, Coyote pamoja na Thelma, Coyote akamwambia, kwa nini ulinificha kuhusu Chidi? Hujawahi kuniambia chochote kumuhusu yeye. Akasema, sikuona chochote cha kukuambia kwa sababu ni rafiki yangu wa utotoni na hatujaonana kama miaka 15 hivi iliyopita. Kwa hiyo sikuona umuhimu wowote. Akamwambia, basi sawa. Akasema, usijali kuhusu Chidi. Hana shida yoyote kabisa. Akasema, sawa, haina shida. Basi Beatrice pamoja na Coyote ikabidi waonane tena wakiwa wao wawili kama mama na mkwe ili waweze kuzungumza zaidi. Beatrice akamwambia, wasiwasi wangu ni kwamba yule ni binti yangu, sitaki aumie. Ni binti pekee nilokuwa naye. Nimejaribu sana kutafuta mtoto mwingine ila sijafanikiwa. Nina yule mtoto mmoja tu. Kwa hiyo nina wasiwasi, sitaki aingie kwenye ndoa ambayo itamuumiza, kama apitie kama ambayo mimi nilipitia kwa baba yake. Akamwambia, usiwe na wasiwasi, atakuwa salama. Nampenda sana Thelma, usijali kabisa. Akasema, basi haya mazungumzo yametusaidia sana. Nimeweza kujua kwamba Coyote wewe ni mtu mzuri sana. Akamwambia, ila shida yetu mimi na Thelma hataki mtoto kwa sasa. Anataka kufocus na career yake. Akamwambia, huyo ni Thelma kweli. Anapenda sana kazi yake. Akasema, hilo ndo tatizo pekee tulolokuwa nalo. Ila the way wanaongea, wanaangaliana ni kama watu ambaye washatamaniana. Coyote aliporudi nyumbani kwake akamwambia Thelma kwamba mazungumzo yao yameenda vizuri sana na amefurahi sana kukutana na mama yake na Thelma. Akasema, kumbe ni mtu mzuri vile, mimi nikajua ni mkari tu muda wote. Akaambia hapana. Akaambia, kwa hiyo tumeelewana vizuri sana. Akasema sawa. Akaambia, unanukia kama mama yangu, twende ukaoge bwana. Akasema sawa. Baada ya miezi 7 kupita, ndoa ishapita kati ya Thelma pamoja na Coyote. Beatrice yuko hotelini, kampigia simu Chidi aje alete mafaili. Chidi akaenda mpaka hotelini, akamkuta Beatrice akiwa amevaa night dress, yani anamtega Chidi, ni kama mwanamke ambaye yani anataka kukutana na mpenzi wake jinsi alivyovaa. Chidi alipofika alimwangalia ila hakumtilia manani.
Beatrice alifanya kila kitu kwa ajili ya kumshawishi Chidi aweze kulala naye, lakini Chidi hakuweza kukubali. Akamwambia, wewe ni mama wa rafiki yangu, siwezi kufanya hivyo. Akaambia, unakataa kwa sababu ya Thelma. Thelma ameolewa. Akasema, hapana, misimamo yangu haitakiwi kuhusishwa na mtu yoyote. Siwezi kufanya hivyo mimi. Akamwambia sawa. Beatrice akasaini kwa haraka haraka akiwa amekasirika na kumpa Chidi. Chidi akaondoka. Beatrice alipoona ameferi kwa Chidi, akampigia simu Kayode, mume wa mtoto wake. Kumbe tangu ile siku walikutana wakiwa wawili, walianza kuwa na mahusiano wao wawili. Kayode alipofika, walifanya walichokifanya na maisha yakaendelea. Baada ya siku kadhaa kupita, Thelma alipigiwa simu na mfanyakazi wa mama yake kwamba anahitajika hospitali kwa kuwa mama yake amezimia. Alipofika hospitali, daktari akawaambia kwamba Beatrice ni mjamzito. Beatrice na Thelma wote walishtuka. Baada ya dokta kutoka, Thelma akamwambia Beatrice kwamba mama, mwenye mimba ni nani? Akamwambia achana na hayo Thelma. Kwa nini unataka kumjua? Akaambia nataka kumjua tu. Akaambia sasa mama, inabidi uamue. Hiyo mimba unaitoa au unailea? Akasema saizi ni mapema sana, hebu niache nipumzike. Thelma akaondoka akaenda kukutana na rafiki yake. Akamwambia Simi, mama ni mjamzito. Ile inabidi nifuatilie nijue ile mimba ni ya nani. Kwa sababu yeye hataki kusema. Akaambia Thelma, acha kufuatilia maisha binafsi ya mama yako. Hawezi kusaidia chochote. Akasema mimi nahisi ile mimba ni ya Chidi. Akasema kwa nini? Kwa sababu wenyewe wamekutana sana na Chidi, waga wanakutana sana. Akaambia acha Thelma, mama yako ni mtu mzima na Chidi ni mtu mzima. Wewe kama ulikuwa unamtaka Chidi ungemkubalia kipindi kile. Hebu waache. Thelma akasema sidhani kama naweza kufanya hivyo. Thelma akaenda kuonana na mama yake. Alipofika akamuuliza, "Ni nini umeamua?" Akasema nimeamua hii mimba kwamba nailea. Mama, daktari amesema unaweza kupata shida kwa umri wako. Akasema hata sijali. Siwezi kutoa hii mimba. Hii mimba nitailea. Akaambia ni nani baba wa mtoto? Akasema Thelma, si nishakukataza kuuliza hilo swali. Akasema ni Chidi. Akasema Chidi kivipi? Wewe na Chidi mwaga mnakutana sana, mnatoka dina, akamwambia unanifuatilia, si ndio? Akasema hapana. Thelma akawa amerudi kwao. Alimwambia Kayode kwamba mama yake ni mjamzito. Kayode akawa amechanganyikiwa, anampigia simu Beatrice muda wote, anampigia simu Beatrice muda wote, ila Beatrice hakuweza kupokea. Beatrice alipoona kwamba muda wa kuongea na Kayode umefika, akampigia simu akamwambia wakutane. Kayode alipofika akaanza kumuuliza Beatrice, "Ni kweli una ujauzito?" Akasema ndio. Akasema kwa nini? Inabidi utoe huo ujauzito. Unawezaje kuweka huo ujauzito? Unawezaje kuutunza? Akamwambia sikiliza Kayode, mimi siwezi kutoa hii mimba. Kipindi nina mimba ya Thelma, tulienda kwa nabii fulani. Yule nabii aliniambia katika maisha yangu nisije nikatoa mimba yoyote kwa sababu nikijaribu tu nitakufa. Akamwambia wewe ni maneno tu. Akamwambia wewe ni maneno, kwa hiyo nataka nifanye ili niweze kufa. Siwezi kufanya hivyo, siwezi kuhatarisha maisha yangu. Akasema vipi kuhusu Thelma? Unawezaje kulea hiyo mimba? Akaambia sikia. Wewe unataka mtoto na Thelma hataki mtoto. Hataki kukuzalia kabisa. Tuzae huyu mtoto. Tumlee. Usijali, wewe utakuwa baba. Akasema ikambidi Kayode akubali. Beatrice ni mama wa ajabu kabisa. Hajali chochote kuhusu binti yake kwamba akijua atajisikiaje. Yeye anachojali kwamba amepata mimba, inabidi ailee basi. Hajali hata kwamba binti yake atahisi nini. Thelma ikambidi amshawishi Kayode kwamba mama yake anakaa peke yake, inabidi aje wakae wote ili aweze kumwangalia na kumsaidia kulea ile mimba. Kayode akakataa sana, akamwambia sisi ni wanandoa wapya, inabidi tuishi wenyewe. Hatuhitaji kuishi na mtu mwingine yoyote. Akasema sawa, ila nahitaji tuishi na mama. Mimi ni mtoto wake. Nahitaji kumwangalia mama yangu. Na ulimsikia daktari alivyosema kwamba mimba yake inaweza kuwa na shida. Kayode alibisha sana ila hakuweza kufanikiwa. Beatrice akaja kuishi na kina Thelma.
Thelma akawa anamwangalia sana mama yake, anamjali sana. Coyote akawa akienda kazini, anawahi kurudi, anamletea Beatrice zawadi. Beatrice anafurahi pale. Siku moja Thelma asubuhi akaenda kumwandalia mama yake chai, akamuuliza, "Mama, baba wa mtoto ni nani?" Beatrice akamwambia Thelma, "Sio sasa hivi, hebu niache kwanza. Nikiwa tayari nitakwambia, ila sio kwa sasa." Thelma akasema sawa. Kumbe kwenye akili yake tayari ameshawaza jambo. Alipofika kazini akampigia simu mpelelezi ili aweze kupeleleza lile jambo. So mpelelezi akakubali, akamwambia basi sawa, haina shida. Baada kama ya siku kadhaa, mpelelezi akaja na majibu. Akamletea picha za Beatrice akiwa na Coyote kwenye mahoteli mbalimbali waliokuwa wakienda. Thelma baada ya kuona zile picha alihisi kama moyo wake umepasuka vipande vipande. Yaani hakuamini alichokuwa anakiona, kwamba yule mtu ambaye alikuwa anatakiwa ampe faraja, mtu ambaye alikuwa anatakiwa ni amshauri, ampende kama mama yake, ni mtu ambaye amemuumiza na kumsaliti na kutembea na mume wake. So watu wawili ambao aliwaamini katika maisha ndio watu wawili ambao wamemuumiza. Coyote na Beatrice wakawa wanagombana. Beatrice anamwambia Coyote kwamba hawatakiwi kumwambia chochote Thelma. Na Coyote anasema muda umefika, inabidi wamwambie ukweli Thelma. Akisikia kwa mtu mwingine Thelma ataumia sana. Beatrice ajali, akamwambia hapana, nimekuambia usimwambie. Kabla hawajamaliza kubishana na kupata mwafaka ni upi, Thelma akaja na zile picha, akawaonyesha, akamuuliza ni muda gani mmekuwa mkifanya hivi? Coyote akasema kabla ya ndoa. Thelma akamwambia Beatrice, inabidi useme ukweli katika maisha yako hata siku moja. Kwa nini umeamua kufanya hivi? Kwa nini umeamua kuniumiza? Wewe ni mama yangu. Kwa nini umeamua kufanya hivi pamoja na mume wangu? Akamwambia, wewe una wanaume wawili, wote wapo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Akasema wanaume wawili kivipi? Akamwambia Coyote pamoja na Chidi. Chidi akamwambia Chidi ameingiaje hapa? Akasema Chidi anakupenda pia, yupo tayari kufanya chochote. Akamwambia nahusika nini? Chidi ndo mume wangu, Coyote ni mume wangu, kwa nini ufanye hivyo? Akasema sikia, yani Beatrice alikuwa ni mtu ambaye hajari, anaona alichokifanya yuko ni sawa na kwamba anastahili. Akamwambia katika maisha yangu yote sijatumia ujana wangu wote nimeumaliza kwa kukulea wewe na kuwa mama. Alafu wewe unaishi tu maisha yako vile ambavyo wewe unataka na unapata wanaume ambao wanakujali na kukuthamini, mimi kitu ambacho sijawahi kupitia kwenye maisha yangu. Anamwambia mama, hivyo ndio umeamua kufanya? Kwa sababu ya hiyo unanionea wivu mimi binti yako? Akasema ndio, ujana wangu wote nimetumia kukulea wewe. Ulitaka nifanyaje? Nikampata Coyote ambaye alinifanya hata mimi nikajihisi kwamba nipo kwenye ulimwengu. Maneno yalimuuma sana Thelma. Ikambidi aondoke. Akaenda kukutana na Chidi. Alipofika kwa Chidi, Chidi alimsimulia na kumwambia kila kitu. Thelma alikuwa na huzuni sana. Chidi akamwambia pole. Hayo ndio maisha yalivyo, ila sikutegemea kama watu wa karibu wanaweza kusababisha maumivu makali kiasi hicho. Akamwambia ndio hivyo ilivyokuwa. Akamwambia basi mimi siwezi kulala hapa, naenda kulala kwa simu. Nimempigia kwamba nitaenda kwake. Akamwambia sawa basi naomba nikupeleke. Akasema hapana, nitaenda mwenyewe. Thelma alipofika kwa rafiki yake alilia sana. Rafiki yake alimpa pole na kumwambia unaweza kukaa hapa kwa muda wote unaotaka. Thelma akawa ni mtu ambaye analala, analia muda wote, hata chakula hawezi kula. Yaani akifikiria maumivu ambayo amesalitiwa na mama yake mwenyewe wa kumzaa, anaumia sana. Alafu mama yake hata ajari, labda kwamba anaomba samahani na kujutia kile kilichotokea, hafanyi hivyo kabisa. Akawa ni mtu yani anahuzunika, analia muda wote. Coyote akaenda kwa Simi ili aweze kuongea na Thelma, ila haikuwa hivyo. Simi alimfukuza na kumwambia kwamba Thelma hahitaji kuongea na wewe.
Bibi yake na Thelma akaja ili aweze kuongea na Beatrice pamoja na Coyote. Akamwambia Coyote, nimekukaribisha kwenye familia yetu. Ndio hiki ambacho umeamua kufanya. Umeharibu maisha ya mabinti wawili kwa sababu ya tamaa zako. Coyote akasema samahani. Nikamwambia na wewe Beatrice, unawezaje kufanya kitendo kama hicho? Mama ni mtu ambaye yupo tayari yeye aumie kwa ajili ya binti yake. Ila wewe umeamua kumuumiza binti yako kwa sababu ya tamaa zako. Kwa nini umefanya hivyo? Beatrice akamwambia, katika maisha yangu yote mama, hujawahi kunipenda, hujawahi kunijali, hujawahi kunifanya nijisi kama mimi ni mtoto pia nahitaji kupendwa. Umekuwa ni mtu ambaye wa kunijudge na kunisema, kunitukana muda wote. Akaambia, kwa hiyo ndo sababu iliyofanya umuumize binti yako ukatembea na mume wake. Sasa namekuambia naomba uachane na huyo mwanaume. Akasema siwezi kuachana na huyo mwanaume mama. Nimewekeza kila kitu kwenye haya mahusiano. Tena nimeweza hata kumpoteza binti yangu. Tena inawezekana hata tusielewane kabisa. Leo unaniambia niachane naye, siwezi kuachana naye. Akamwambia basi kama ni hivyo na kuomba achana na biashara zangu, acha kila kitu ambacho mimi nilikupa ili uendelee na huyo mwanaume wako. Kwa upande wa Thelma hali yake ni mbaya, anajifungia ndani. Siku moja akaamua kujifungia bafuni huku maji yanamtililikia akiwa analia. Rafiki yake akagonga sana ila hakuweza kumfungulia. Ikambidi ampigie Chidi. Chidi alipofika akagonga kwa muda mrefu sana. Thelma akaamua kufungua. Chidi akamkumbatia, akahakikisha anamnyamazisha na kumbembeleza, akampa chakula. Thelma akalala. Baada ya siku kwenda, Thelma akaanza kurejea kwenye maisha yake taratibu na kuanza kusahau yale ambayo yametokea. Akawa yeye na Chidi wamepata makazi mapya, wakawa wamehamia, wakapanga vitu. Wakawa wenyewe kama wanafurahi na Chidi akawa pale kwa ajili ya kuhakikisha Thelma anakuwa sawa. Baada ya muda mfupi akapigiwa simu na Simi. Akamwambia, nataka nikuambie kuna taarifa. Akamwambia taarifa gani? Akamwambia mama yako amejifungua mtoto wa kiume na ana afya nzuri. Akaambia asante kwa taarifa. Akamwambia vipi unaenda kumuona? Akasema hapana. Akamwambia sawa, ili mimi nikaona tu ni bora nikwambie hata kama hutaenda kumuona. Akamwambia sawa, nashukuru. Baada ya kukata simu Coyote naye akamtumia message Beatrice, Thelma. Akamwambia kwamba mama yako amejifungua. Kwa hiyo mimi nina mtoto wa kiume sasa hivi. Thelma akaziangalia zile message akazifuta. Chidi akaja akamuuliza vipi uko sawa? Akaambia ndio niko sawa. Basi wakakumbatiana na maisha mapya kati ya Chidi na Thelma yakawa yanaendelea akiwa mbali kabisa na familia yake. Na huo ndio mwisho wa movie ya The Long Way Home. Till next time, bye.